Leo katika tembea yangu nilikuwa najaribu kuangalia asilimia kubwa ya kundi la watu ambao wanapaswa kuitwa ni kundi maalum kwa sasa hivi. Nimegundua kwamba ni kundi la watoto wa kiume au watu wanaume. Hii imenipa picha baada ya kufanya utafiti mdogo sana. Utafiti wa kwanza niliofanya, nilikuwa najaribu kuangalia kilio cha sasa hivi, maadili ya vijana yameharibika upande gani. Tunapozungumzia habari ya mapenzi ya jinsia moja yanaathiri pande zote, lakini mtoto wa kiume amekuwa mhanga zaidi. Kizungumzia habari ya wanaochomwa kwa sababu ya wizi, idadi kubwa ya matapeli, nakuta ni vijana wa kiume. Juzi nimeangalia ule mgodi umebomoka kule, umedondokea vijana, ni vijana wa kiume. Nikiangalia bodaboda wanaokufa, wanakatwa miguu, wanakuwa vilema, yote nakuta ni vijana wa kiume. Sasa nikagundua hili ni tatizo. Maana yake yaweza kuwa tumemsahau sana kijana wa kiume, tumekomaa na kijana wetu mzuri wa kike. Nilikuwa najaribu kuangalia kwenye taasisi. Nimepita taasisi zaidi ya 40 zenye vijana wasiopungua 300 kupanda juu. Mgeni akisimama mbele kutizama mkao, vijana wa kike wote wamekaa mbele. Nimeanza kwenye shule za msingi, nikaja shule za sekondari, lakini nikaingia makanisani. 90% wanaokaa mbele na kujitokeza mbele ni wakina dada, ni wakina mama, ni watoto wa kike. Mtoto wa kiume huyu yuko nyuma kabisa. Lakini mimi nafanya shughuli za kusherehesha. Pita kwenye sherehe nyingi, wanaojiachia vizuri, wamependeza vizuri, wako comfortable, hawana mawazo yoyote, wanakaa mbele, wanacheza, wanafanya kila kitu. Ni watoto wa kike, ni akina mama, ni wasichana. Wanaume sijaona mimi kwenye sherehe zangu wanaume wakijitokeza kuja mbele, kujimwaga, kufanya nini. Lakini kiangalia mikutano ya kisiasa pia, tizama wewe mwenyewe. Wanawake wote wako mbele, mstari wa mbele, wako comfortable, safi kabisa kuliko wanaume. Wanaume muda mwingine wamevaa hebo nyingine ya kijani, nyingine nyeusi, sijui ya blue, suruali haieleweki, kichwani mawazo tele, unawaza inakuwaje, napataje. Kila ukiwaza mkate wa siku, njia zako za kupata hela mtoto wa kiume ni ngumu kweli kweli. Sasa mimi nafikiri nizungumze na jamii yote. Hii speed tulionayo, namna ya kumwezesha mtoto wa kike, hebu tukumbuke kwamba mtoto wa kiume naye yupo. Tunapozungumza kumuempower girl, msichana, tukumbuke kwamba hili jambo speed yake ni nzuri, safi kabisa, lakini tumwangalie pia mtoto wa kiume. Anapokwenda kuwa chokora, mwizi, tuangalie kwamba wakati mwingine hajaangaliwa. Angalia shule za wazazi wanaotembelea watoto wao shuleni. Mtoto anayeongozwa kutembelewa mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume. Sasa kama hata kumtembelea nako changamoto pia, maana yake anajiongoza huyu. Toka akiwa mdogo anajiongoza. Maana yake maadili yake atayatengeneza ya kwake wakati mwingine. Wakati mtoto wa kike anapewa guide kila wakati. Jamii tukumbuke kubalance. Pamoja na serikali, jumuiya mbalimbali zinazosaidia katika masuala ya gender balance. Hebu na jamii sisi tuwe katikati katika kuhakikisha kwamba tunakuwa balance kweli. Sasa hivi balance ipo, lakini nahisi haijaanza kwenda vizuri baada ya kuona mtoto wa kiume, nahisi kama anasahaulika. Sijajua kama niko sahihi sana, lakini kwa research ndogo niliyofanya, na mwenyewe unanitizama, jaribu kuchunguza kidogo. Pita tu kwenye taasisi mbili, tutaangalia nani yuko mbele. Sasa nashindwa kuelewa kwamba ile woman empowerment imekolea vizuri, lakini isije ikaathiri sasa tukajikuta tena mwanaume au mvulana anakuwa mhanga tena, tunaanza tena men empowerment. Itakuwa hatufanyi jambo ambalo linaeleweka. Tuangalie women empowerment kama imeshaeleweka, basi tuingie kuwasaidia nao pia vijana wetu wa kiume, kwa sababu wakati mwingine 90% ya vijana hawa wanapopambana katika maisha, walio wengi wamekosa hata mwongozo wa namna ya kutumia pesa yao.
Mtoto wa kike akipata pesa anavyoitumia ni tofauti na mtoto wa kiume kwa sasa. Mtoto wa kiume akipata shilingi 10,000 hajaoa. Aliyemtongoza juzi akifikiria anaweza kawa mke wake, anamuomba shilingi 8,000 anunue ndara ya kutembelea. Alafu anabaki na 2,000. Na huyu kijana anatoa. Akiwa hana kitu anaambiwa, "Wewe mbona umegeni mpaka sasa hivi huna hata 100, hunipi hela?" Anaanza kuwa na stress ya kuachwa. Hana kazi halali huyu. Nguvu kubwa tulitumia upande huu. Huyu hana alternative nzuri ya kupata pesa. Na anataka aje awe msichana mzuri. Na huyu msichana mweke ndani. Vipi sasa kama huyu atakosa pesa ya kumpa huyu? Sana ogopa kuachwa. Lazima ibe. Akikuta njia halali hazipa na iba. Kwa nini? Kwa sababu tumekosa namna ya kumguide na namna nzuri ya kuongoza. To balance it.